Msikilizaji, karibu katika makala hii inayoangazia jinsi kilimo cha umwagiliaji kinavyowawezesha wanawake Simanjiro kujikwamua kiuchumi, lakini kuendana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Isaac Dixon. Katika ardhi ya Simanjiro, jua limekuwa na tabia ya kuunguza kuliko kukuza. Hapa mabadiliko ya tabia nchi si dhana ya kitaaluma tu, ni ukweli mchungu unaopasua ardhi na kukausha mifereji ya maisha. Lakini katikati ya vumbi hili kuna kijani kinachochomoza. Sio muujiza, bali ni nguvu ya mikono ya wanawake walioamua kuishinda hatima yao. Mvua ilikuwa ya shida. Kabla hatujalima hii mashamba ya umwagiliaji, nilikuwa nalima shamba tu ya mahindi. Ilikuwa ni shida tu, lakini tumeendelea nayo, tukazoea nayo. Nilikuwa napitia changamoto ya mbuzi, najua kuunguza mahindi. Violet Kadogo ni mmoja tu kati ya kina mama 111 kutoka vijiji vitano katika wilaya ya Simanjiro, mkoa wa Manyara, ambao wamekataa kuwa wahanga wa ukame kupitia mafunzo na msaada kutoka shirika la TASEI, yaani The Tanzania Conservation and Community Empowerment Initiative. Wamefundishwa namna ya kugeuza matone machache ya maji kuwa chakula na fedha, wakilima mboga kama kabichi, chainizi, saro, mchicha, ndizi na mihogo. Yohana Melio Molil ni afisa mahusiano wa shirika hili la TASEI. Anasema mradi huu tumefanya terat kwa asilimia kubwa na Loswaki na Embored na Yankonongoi. Ni ya tano ni Lobosoit A ambao tumegusa kwa watu wachache sana. Kwa hiyo mradi huu umegusa vijiji vitano. Huwa tunafika ofisi ya kijiji, kwa mfano kijiji cha Loswaki tunafika ofisi ya mtendaji kijiji, tunaitambulisha mradi ambao tunapeleka pale, wanaitwa wananchi wakiafiki kwamba tunataka mradi. Tunaanza sasa kupeleka, lakini lazima tuangalie vigezo tunaangalia watu wenye nia ya kufanya mradi huo. Pia kama tunapopeleka mradi wa mboga, lazima wawe na maji karibu na eneo nzuri kwa ajili ya kulima hiyo mboga. Tunatoa sasa hiyo mboga kwa wananchi, namna ya kulima, namna ya kuandaa matuta, kujua ni wadudu gani wanashambulia, na kuna namna walifundishwa pia kujua kutumia madawa ya asili ili kuua wadudu wanaoshambulia mboga. Lakini ni nini haswa kinawasukuma TASEI kuendelea kufanya harakati hizi, haswa kwa akina mama? Yohana anasema wakina mama tuliwalenga hasa kwa sababu wakati wa kiangazi wanakosa kazi ya kufanya, na pengine wengine wanaishi katika mazingira magumu. Tukasema pia tunasaidia kwa sababu wakati wa kiangazi hakuna maziwa. Kwa kama hakuna maziwa, hata shule makomani inakuwa haiko sawa. Jitihada hizi si za bahati mbaya, zinasadifu ajenda 2063 ya Umoja wa Afrika inayolenga kuona wanawake wakiwa kitovu cha maendeleo. Pia ni utekelezaji wa lengo namba 5 la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa, yaani SDG 5, kuhusu usawa wa kijinsia. Mimi nimehamasishwa na shirika la TASEI, wakatufundisha jinsi ya kunyesha saa ya kiangazi, maana ulikuwa unatumia zile keni za maji, tunanyesha shina hadi shina, na mboga zile tulikuwa tunanyesha hivyo kwa hizo keni za kwao. Vifaa kama hizo keni, hayo madumu, na unapata wapi? Wao ndio walikuwa wametuletea kwa msaada kwa ajili ya kunyeshea bustani. Wewe unamwagiliaje? Naleta maji kutoka BP mita kule, na naunganisha mpira, naweka dramu, maana dramu naonyesha kule. Kuja kwenye ile dramu na toa, navuta maji, naweka kwenye keni, na nyeshea mboga ili nijue mita inasomaje, nipate idadi ya na dramu nayotumia kwa ajili ya kunyeshea bustani. Nguvu ya mwanamke mmoja inapoleta tija, uchumi wa familia unatikisika kwa uzuri. Esther Idi ni mshiriki mwingine ambaye sasa anaona matokeo ya jasho lake. Ni kwamba kinanisaidia sana kwa sababu nikipata nasomesha watoto, na nunulia watoto chakula, na pata na saa zingine na jiwekezea, kwa hiyo na mtaji mwingine saa zingine naongeza pia niweke mtaji ili uwe mkubwa zaidi. Lakini sayansi inasemaje? Afisa kilimo wa kata ya Terati Petro Mejoli Lukumai anathibitisha kuwa kilimo cha umwagiliaji ni jibu pekee dhidi ya mzunguko wa mvua usiotabirika.
akisema kwamba ushirikiano wao na TASEI unaleta matokeo chanya kwenye jamii. Lakini kitu kingine ni kwamba tumepata bahati sasa na Tera. Kuna jamaa wanaitwa TASEI. Ukweli hawa jamaa wametusaidia kienda kila kitongoji na mashuleni. Wameanzisha bustani ndogo ndogo za mboga na matunda mashuleni na kwenye vitongoji kwa ajili ya kuongezea wakulima mapato kupitia kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia ile mabomba ambayo zimewekwa katika maeneo ambayo ni domestic point. Lakini pia hao jamaa TASEI wametusaidia pia kuwachagulia ndege. Tunashauriana, wanaenda wananunua ndege, wanagawa kwa wakulima. Hali hii inaenda sambamba na mkakati wa kitaifa wa Tanzania ambapo serikali imepanga kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 700,000 hivi sasa hadi kufikia hekta milioni 1.2 ifikapo mwaka 2030. Hii ni dhamira ya dhati kukikomboa kilimo kutoka kwenye utegemezi wa mvua. Festo Richard Silungwe, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo SUA, anasema kilimo hiki kinahakikisha usalama wa chakula kwani mavuno ni ya uhakika. Ziko faida kadhaa za kilimo cha umwagiliaji. Moja wapo kabisa, ukilima kwa umwagiliaji unakuwa una uhakika wa kuvuna. Kwa hiyo kama unatakiwa kupata gunia 35, ukiwa na umwagiliaji una uhakika wa kupata gunia 35. Kwa hiyo kilimo cha umwagiliaji kinakupa uhakika wa kuyafikia mavuno yanayotakiwa. Faida ya pili ni kilimo cha umwagiliaji kinakupa uwezo wa kupanga mambo yako. Hasa kwenye kilimo unaweza ukapanga upande nini, kuanzia tarehe ngapi na utavuna lini. Mabadiliko haya hayajaishia shambani pekee, yameingia mpaka ndani ya kuta za nyumba. Elisha Saiboku, mume wa Violet, anashuhudia namna ambavyo kwa sasa familia inapata mlo safi, lakini pia watoto wanapata elimu bora. Kipato kinakuwa kwa sababu hili shamba ndio linalosomesha sasa hivi watoto. Hili shamba ndio linaendesha familia. Mfano mzuri tu kwetu sisi sasa hivi hatujui swala la mboga, kwamba kununua mboga, kununua sijui ni hamna. Sisi tunapata kila kitu shambani. Kwa hiyo kuanzia lishe ya familia, watoto wanasoma kwa sababu ya hili shamba. Na bado hatujapata masoko ya kutosha, lakini tumeshaanza kuona kwamba kuna faida kubwa. Unaona sasa hivi kamsingi pale. Itawezekana nimeuza mboga mwaka jana kupitia ile shirika la TASEI kapata 300,000, nikaongeza na bajeti yangu msingi nikaanza. Serikali katika ngazi ya kata na halmashauri pia haiko nyuma. Diwani wa kata ya Terrat Jackson Materi anabainisha kuwa kijiji cha Loswaki kinatarajia kupata mradi mkubwa zaidi wa kuwawezesha wananchi kufanya kilimo cha umwagiliaji zaidi. Kwa sera ya Chama cha Mapinduzi pamoja na miongozo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ameanzisha kwenye Wizara ya Kilimo jambo la umwagiliaji ambalo linafanyika kwa nchi nzima. Na sisi Simanjiro na kati ya visima 5 vya kuanzia ambayo katika kata yetu tumebatika kwa na kijiji cha Loswaki ambacho ndicho kilichokuwa kati ya vijiji 5 vya kujaribiwa ili kuangalia mradi huu namna inavyoleta mabadiliko. Wanawake wa Simanjiro wamethibitisha kuwa umasikini si kovu la kudumu na ukame si hukumu ya njaa. Agenda 2063 inazungumzia Afrika tuitakayo. Hapa Loswaki, Afrika hiyo inaanza na mwanamke anayemwagilia bustani yake kwa matumaini na ushindi. Unaweza ukapata shilingi ngapi pengine kwa mwezi? Utaweza kufikisha, maana mkungu mmoja anauza kwa 15,000 mpaka 20, hata ya 30 waga na uzaga. Kwa hiyo napata hela nikiunganisha na zile za mboga pato inakuwa juu. Nitapata kwa siku 20 au 30. Kwa siku unaweza ukapata 20,000. Nikiwa na pamoja na hizi mboga nitaweza kuzidisha hata 30 kwa kweli. Hakika kilimo cha umwagiliaji kinaweza kikaifanya ile Afrika tuitakayo ikawepo kwa muda ambao umetabiriwa. Na lengo la maendeleo endelevu namba 5 ni hivi karibuni tu tutaanza kulishuhudia likiwa linaonekana dhahiri. Shukrani za dhati kwa kusikiliza makala hii. Mimi ni Isaac Dickson.